Labda unatamani kuona Kasongo akifanya kitu chochote kutoka kwa huyu ambaye wametoka kumchukua huko wakina Mbalamadi pamoja na Kinjunga. Inaonekana kabisa ana usongo wa kutaka kumfanya kitu kibaya Kasongo. Ila kwa kuwa Kasongo ni mtu ambaye amestaarabika na anajua kitu gani anafanya, na kitu ambacho alikuwa wajui pale Kasongo alikuwa amelala, alafu wao walikuja na wasiwasi kulingana tu na zile hofu zao zilizoweza kuwapata mara ya kwanza kile kipigo. Yaani wangechukua jukumu pale pale kumtesa wangemuweza. Sasa wamemuamsha, ndo kama wameanza kuchochea jiko la mkaa. Unaambiwa hapo kazi hipo. Leo Kinjunga sijui atakimbilia wapi, na huku Kasongo yupo macho. Hasa Mbalamadi anaona aibu yeye, akiangalia anamfanyia majaribu mabaya kweli kweli ndugu yake Kasongo, na wanaishi nyumba moja, chumba kimoja, wanalala wote. Ila yeye anachukulia poa, anatamani kwa kumiliki vitu vizito ili aweze tu kumpita Kasongo. Kitu ambacho hajui kwamba Kasongo ni mtu ambaye tayari nguvu hizo anazo, ambazo ameweza kuzaliwa nazo original kabisa, sio nguvu za kulisishwa. Hivi Mbalamadi, akili zako uwaga unapeleka wapi na wewe? Eti kwani wachawi wa wapi? Mbalamadi, unakuwaga una akili au una matope? Sema Kidoti naye inaonekana kama ana kitu ambacho hataki kukiona kuharibu ndoa ya Abduli. Wakati huo Abduli ndo amesha fall in love mazima kwa Kidoti. Kidoti anamuogopa sana mwanamke wa Abduli, anasema hapana, ikija kijulikana ni kweli anachomaanisha, na anatumia ustaarabu mkubwa kweli kweli. Je, hapo ataweza kuelewana kweli kati ya Kidoti pamoja na Abduli? Yaani hapo Abduli ndo kama unampigia mbuzi gitaa, hata kuelewa, anaona kama mnacheza, yeye atachukulia poa tu. Sasa hapo Kidoti ujiandae kwa matukio mbalimbali. Ila huyu rafiki yake na Kinjunga, bwana huyu ni ana sura mbaya kama mchawi kweli, ni anatisha, yani anatisha kweli kweli unaambiwa. Sasa huku mama yake na Cheusi ni ana tabia mbaya na ana tamaa, anaona kama binadamu anafaidi kuwa na mali na kuwa na vitu ambavyo ni vizuri. Yani ameamua kuiba kibuyu cha babu yake, Cheusi, au tuseme kibuyu cha baba yake amekiiba, ili mradi akawakomeshe wakina mama yake na Odo. Unaambiwa huko Odo anaenda kukutana na kitu kizito. Hivi itakuwaje? Naona kama kuna vita ambayo anayetaka huyu, anaitafuta kabisa mama yake na Cheusi. Mbona anakuwa na roho mbaya? Na hivi ndivyo ambavyo wachawi uwaga, kila wakijaribu kukushindwa wanajaribu kutafuta plan B ili waweze tu kukupiga, na wao kwao inakuwa ni furaha kweli kweli. Anguko lako wewe kwao ndo linakuwa ni furaha. Sasa kikubwa ni kuendelea kuishi na watu hawa vizuri kweli kweli, kwa sababu binadamu ni wana tabia mbaya. Ila Cheusi inaonekana amezama mazima kwa huyu mwanadada, yani anampenda kweli kweli, yani mpaka anachukua hatua ya kumsaidia maji, kumsubiria mtoni, mpaka amemkuta mama yake anataka kuondoka kutoroka, na akajua kabisa mama ametoroka na kibuyu cha babu, ila ameamua kukausha kwa kuwa yeye anataka kufanya mambo yake aweze kuwa shwari kabisa kumpata yule mwanamke. Yani baada ya kuwa na roho mbaya anatamani kuwa na familia. So unaona vitu waga vinakuaga vice versa. Sasa Cheusi atafanikiwa kweli? Cheusi atafanikiwa? Huyu mtuchu sidhani kama kuna namna ataweza kutoboa kwenye hayo maswali ya Mr. Abdul, kwa sababu amemwambia inabidi tuone na tupime kwanza ultrasound ili tuone kwamba ni kweli nina mtoto yupo tumboni mwako au ni aje. Basi hapo huyu dokta ni wa mchongo. Dokta mwenyewe anaongea ovyo ovyo, mimi hata sijamuelewa kweli kweli. Kama na hujamuelewa dokta, angusha comment sema sijamuelewa dokta. Ila dokta ni mpuuzi kweli huyu, yani anaongea vitu vya kipuuzi sana, sijui anaongea vitu gani, mimi hata simuelewi hata kidogo. Basi hapo akawa anaendelea kuongea huyo dokta anamshawishi sana Abdul ili aweze kuelewa kwamba kitu ambacho kinafanyika hapo ni kitu ambacho ni salama na kitu sahihi, hakuna wasiwasi wote, asubirie baada ya miezi kadhaa ndio waje kupima ujauzito wa mtoto. Oya, unaambiwa sio mchezo. Sasa kumbe rafiki yao na huyu Kinjunga ni baba yake ni mswali sunna, yani anaswali sana, alafu hao watoto ndo yani wachawi kweli kweli. Yani unakuta watoto ni gwiji wa kotea mbali, yani wewe ukiakanyaga tu
Na ndio maana watoto wa sasa hizi ni majeuri. Yaani unakuta mtoto mdogo ila jeuri. Ujeuri nini? Analingia uchawi na anajua huyu mimi anifanye kitu chochote, basi hapo ndo anaanza kulinga ujeuri mwingi. Dakika ya mwisho anaanza kuchukulia poa na anaanza kukudharau. Basi hata ukimpiga anajua huyu mimi nitamlipizia kisasi usiku anajua kabisa mimi huyu nitamlipizia kisasi. Oya, hii vita ni ngumu sana. Hii vita duniani ni ngumu sana. Kuna namna mimi mwenyewe kila nikiitazama nasema da, kweli binadamu ni watu wa ovyo sana, ni watu wa ovyo. Yaani huku unaambiwa aibu utaona wewe, na hakuna mtu ambaye anatamani kukuona wewe ukiwa unafanikiwa. Lazima uendelee kuteseka. Acha ujinga. Sasa hapa kuna namna ambavyo nataka niwaelekeze kwamba kutuendelea kutufuatilia sisi ni utakuwa unafanya jambo zuri zaidi kwa kuweza kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare. Ukishafanya hivyo unakuwa tayari umetisha kinoma noma kwenye upande wa kiburudani. Yaani unaambiwa hapa ni mwendo wa burudani tu. Achia chuma, ni chuma bai chuma. Chuma juu ya chuma, ni utachoka wewe na aibu utaona wewe kutazama hizi chuma, kwa sababu burudani muda wote ndio mtu inabidi aendelee kuenjoy na kuburudika, kwa sababu hakuna namna. Kuburudika ni kila binadamu inabidi aweze kuenjoy na kuburudika. Mimi ni Mr. Chambua na hii ni Mr. Chambua TV. So fanya hivyo kwa kuweza kusubscribe kwa wingi, kulike, kucomment pamoja na kushare. Ukishafanya hivyo unakuwa ni moja kati ya mwanafamilia ambaye umetimiza vigezo na masharti kwa mwanafamilia bora zaidi kwenye ukanda wa kiburudani. Unaambiwa yani uburudani wa humu ndani hauwezi kuacha wewe upite hivi bila hata kulike, hata bila hata kucomment, hata kushare. Unakuwa ni uongo. Fanya hivyo uweze kulike, kucomment pamoja na kushare. Utakuwa umetisha sana kwenye upande wa kiburudani. Basi fanya hivyo kwa kusubscribe kwa wingi sana. Hasa huyu mchuchu ndo anapeleka hela au rushwa ambayo alikuwa anatarajia kuona dokta akiongea uongo, anampelekea hela na kuanza kumwambia yani hapo umefanya vizuri sana. Sasa yeye akawa na wasiwasi kuhusiana na mambo hayo, na yeye anatamani kuona akiwa amepata mimba. Je, inawezekanaje? Dokta ndo anamshauri, anamwambia wewe cheza vizuri na siku zako za hatari, basi hapo ndo utakuwa umewini na kuweza kupata mimba kwa wakati, kwa sababu mimi nitakuwa nimeweza kukusaidia kwa njia hiyo. Kwa namna nyingine nashindwa kwa sababu sitaki kuonekana tena muongo, na hapa mimi nalinda karia yangu. Nikiharibu mimi karia yangu, nimepoteza kazi, maisha yangu yameharibika. Basi hapo mchuchu akawa anasema sawa, hamna shida, nimekuelewa, ila nitajaribu kuangalia. Na je, yeye anaamini mimba ina mwezi 1.5, na hapa itakuwaje kama mimba ina mwezi 1.5? Dokta anambia kila kitu niachie mimi. Basi hapo ndo movie ikawa limeisha. Tukutane next video. Mimi ni Mr. Chambua na hii ni Mr. Chambua TV. Bye bye.